asifiwe mtumishi. Amina. Za uzima. Salama mtumishi. Amina sana. Leo naona mtumishi wetu Apostle Wiseman George alikuwa anatufundisha kipindi ambacho kinaitwa silaha saba katika ulimwengu wa roho. Ndio. Akasimamia mstari kutoka kitabu cha Waefeso sura 6 mstari wa 10 hadi wa 18. Ndio. Akatufundisha zile silaha saba. Ya kwanza akianza na kweli, tuvae kweli kiunoni. Ndio. Katika kipindi cha leo umekionaje basi? Namshukuru Mungu. Kipindi cha leo kilikuwa kipindi cha baraka. Tunamwona Mungu, maana ni ufunuo mpya umeupata kwamba kumbe ukikubali Yesu kwenye maisha yako lazima ujifunze kutumia silaha za kujilinda na yule mwovu. Tukaona mtumishi wetu Apostle mwanzo kabisa akasema moja ya nguvu shetani ambayo anatumia katika kunyanyasa na kupiga sisi wanadamu ni hila. Wewe hizo hila ni zipi ambazo shetani anazitumia kwetu sisi? Shetani anapata nafasi ya kuwa na kuleta hila kwenye maisha ya mtu kwa kuangalia uzoefu wake na namna anavyoweza kuzitumia silaha za Mungu. Kwa hiyo akigundua kwamba hauna ujuzi wa kutumia silaha za Mungu, hapo ndio hila zake anajua namna ya kushinda. Ndio. Najua sasa hivi watazamaji wanatuangalia na wanatusikiliza katika kipindi cha leo. Ndio. Unaweza kuwasaidia kuwakumbusha watazamaji hapa na wasikilizaji wetu ujaribu kuwatajia na kuwakumbusha hizo silaha saba za kiroho ambazo mtumishi wetu amejaribu kutufundisha. Silaha zipo saba. Amina sana. Silaha saba za Mungu. Kila mtu anayemkubali Yesu kwenye maisha yake anabidi awe na hizo silaha saba, ambazo ni silaha ya kwanza ni kweli. Wamesema kwenye Waefeso 6:14 kwamba tujifunge kweli kiunoni, kwamba ndio maana kuna ule mstari pia unasema mkifahamu kweli itawaweka huru. Kwa hiyo tunagundua kumbe kweli ni kitu ambacho kinabadilisha maisha ya mtu, kwa sababu kinampa ufunuo na ufahamu. Silaha ya pili ni kuvaa dirii ya haki kifuani. Kuvaa dirii ya haki kifuani ni silaha ambayo inatokana na uhusiano kati ya silaha ya tatu ambayo ni chepeo ya wokovu, kwamba mahusiano ya ufahamu wako na kile kitu ambacho unakiamini ndani yako. Labda mtazamaji hapa na msikilizaji wetu anaweza kasikia unasema dirii ya haki, akawa anajiuliza dirii ya haki ni kitu gani? Chepeo ya wokovu hiyo unasema ni kitu gani? Labda unaweza kumsaidia mtazamaji wetu na msikilizaji akajua labda nini maana ya dirii ya haki na kusema dirii ya haki. Karibu. Dirii ya haki ni ile hali ya mtoto wa Mungu au mwana wa Mungu kufanywa mwana, yaani ule ukamilifu ambao anaupata baada ya kuwa na Kristo ndani yake, ile amani ambayo anakuwa nayo ndani yake. Kwa ile amani ndio inampa ujasiri wa kutembea kifua mbele na kuweza kumkabili shetani na hila zake. Labda kwa kuongezea hapo, ndugu mtazamaji na msikilizaji wetu kwa kipindi cha leo cha silaha saba katika ulimwengu wa roho, katika dirii ya haki pia mtumishi wetu Apostle Wiseman anajaribu kuongeza, akaelezea maelezo kidogo, akasema kwamba dirii ya haki ni nguvu inayokupa ushindi wa haki inayotokana na Kristo
na wala si kwa uweza wetu. Diria haki ni nguvu inayokupa haki inayotoka kwa Kristo na wala si kwa uweza wetu, ambao ndio akajaribu kueleza kama diria haki ni kifaa ambacho mtu anavaa katika kifua, ambacho hicho kifaa kinakuwa kimetengenezwa kwa chuma kabisa, plastiki kama bulletproof. Yes, mtumishi wangu hapa kumsaidia. Ni kama bulletproof. Wale ambao wameenda jeshini ya askari ni wanajua inavaliwa kifuani. Yes, kuzuia risasi. Amina sana mtumishi. Lakini pia katika hizo silaha 7 katika Mungu wa roho, mtu mwingine anaweza kujiuliza chepeo ya wokovu, maana hiyo nayo ni miongoni mwa silaha ambayo amefundisha mtumishi wetu leo. Mwingine anaweza kujiuliza chepeo ni nini? Chepeo ni nini? Unaweza kusaidia kumuelezea mtazamaji wetu na msikilizaji wetu, labda ajaribu kuelewa chepeo. Maana mwingine anaweza kuwa anasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Baada kuna nakafika kwenye hiki kipengele chepeo ya wokovu, mwingine asielewe chepeo ya wokovu. Karibu kuelezea msikilizaji wetu mtazamaji. Chepeo ya wokovu ni ile namna ambayo unakuta mwana wa Mungu akimpokea Yesu kwenye maisha yake kama Bwana na Mwokozi. Wokovu ukiingia ndani yake kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, inamsaidia anapata ile nuru ambayo inatengeneza ufahamu mpya. Ule ufahamu mpya sasa ambao kwa Kiingereza tunaita the renewing of the mind. Kwamba ufahamu wake unabadilishwa na kuwa mpya. Anatoka kwa ule mtu mwenye akili ya zamani, yule Adamu wa kale, anakuwa mtu mwenye ufahamu mpya. Kwa anaanza kutembea kwenye zile dimension za nguvu za Mungu. Kitu ambacho anatakiwa akilinde, kwa sababu shetani akishaona mtu amebadilika, anaanza kutembea kwenye viwango vya Mungu, huwa ana tabia anawinda ufahamu wake. Ili akishauwinda ule ufahamu, ili amtengenezee mashambulizi ambayo yatafanya ufahamu wake upoteze mwelekeo, ili ile imani yake ishuke. Kishashuka ni rahisi kumshambulia. Ndio kwa mfano tunaweza tukaona kwa sasa na sehemu nyingine makanisa yanafungiwa, watumishi wanakamatwa. Hii ni ile ya kufanya mtumishi akose haki, yani akose ule ujasiri wa kusimama na kusema kile kitu. Kwa mfano mtu mwingine anaweza kusimama, mtumishi mwingine anaweza kusimama akapinga labda uovu unaoendelea, dhuluma iliyopo katika jamii, unyanyasaji uliopo jamii, lakini mwingine akaja akasema hiki tunachozungumza katika jamii sio kweli. Halafu kaja akamkamata, akamfungia kanisa, akampeleka. Na maana ile kumkamata na kumpeleka gerezani ama kumfungia huduma kiroho, na maana unamfanya akose ujasiri wa kusimamia ile mnyonge. Ndio mtumishi akaongezea, mtumishi wetu akaongezea akasema kwamba chepeo ya wokovu ni ile hali ya mtu kufanya kwa kiungo vita dhidi ya dhambi, mauti na mambo yote maovu ambayo ni hila za shetani anazileta kwa wanadamu. Kabisa. Amina sana mtumishi. Tunaona tumefika katika silaha ya tatu. Yes, tunaweza tukaendelea na silaha nyingine kumsaidia mtazamaji wetu na msikilizaji wetu. Silaha ya 4 ni inajulikana, ni silaha ya maombi. Yes. Ndio. Kama tunavyojua maombi ni kitu cha muhimu kwa Mkristo yote. Mtu yote anayekubali kumpokea Yesu kwenye maisha yake ni lazima awe mtu wa maombi. Amina sana. Lazima aweze kusimama katika maombi. Na maombi ya kwanza kabisa tunaanza kama ni rehema, kuomba rehema, kuomba toba, kuomba shukrani mbele za Mungu. Ni baadhi ya maombi muhimu ya Mkristo ambaye anaanza safari yake ya kumtafuta Yesu. Yes. Na kufikia ule ufalme wa mbinguni. Yes, kwa sababu hatuna namna tunaweza katika hii dunia bila maombi. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha leo cha silaha 7 katika Mungu wa roho. No way tunaweza tukaishi katika hii dunia bila maombi. Kumbuka kila kitu kabla kijatokea mwilini
kisha kutengenezwa kwanza rohoni. Yaani wewe hayo matokeo yanayokupata kwa sasa mwilini, hivyo vitu vilishatengenezwa rohoni. Kwa ili tuweze kushinda, ili tuweze kuvipiga, ili tuweze kuviepuka, ni lazima na sisi tuwe rohoni. Hakuna namna tunaweza tukavizuia kama sisi tusipokuwa rohoni. Na njia rahisi ya kuwa rohoni ndio kama hivi tunakwambia uchukue hizi silaha 7 ikiwemo na hii ya maombi ambayo mtumishi wangu hapa alikuwa anaelezea. Karibu mtumishi, tuendelee na silaha nyingine. Silaha nyingine tumejifunza ni miguu, utayari wa kupeleka Injili. Kama Yesu alivyosema, Injili ihubiriwe kwa kila kiumbe, kwa watu wote. Sasa Injili inapelekwa kwa njia mbalimbali. Inapelekwa kwa kuwawezesha watumishi wa Mungu kufanya kazi ya Mungu, na pia katika kuwaombea. Pia tunaweza tukapeleka Injili kwa kutumia teknolojia, kutumia media, vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, tunapeleka Injili. Kwa ile inasaidia ufalme wa Mungu unafika. Watu wanapata habari njema za Mungu na wanafunuliwa na wanafunguliwa pia. Amen. Sasa nyingine silaha nyingine tuliojifunza ni ngao ya imani. Yes. Kama tunavyojua kwenye Biblia kuna watu wengi sana ambao ni mfano kwetu kwenye swala la imani. Yes. Tukianza na baba yetu wa kiroho Ibrahim. Yeye ni mfano mzuri wa mtu ambaye alitembea na hiyo ngao ya imani. Ndio. Mwingine ni Daudi. Nikumbusha kitu kimoja hapo katika habari za Ibrahim. Ndio. Kwa kweli Ibrahim alikuwa ni mtu ambaye imani yake haijaonekana. Ndio. Siku moja nilikuwa najaribu kusoma katika kitabu Biblia, katika kitabu cha Mwanzo. Ndio. Kwa sasa hivi kizazi chetu sasa, kuna mtu anaweza kupatikana kama Ibrahim na kwa imani yake. Mtu ambaye alikuwa na umri wa miaka 90 na kitu. Ndio. Lakini bado alikuwa na imani kwamba siku moja atapata mtoto. Ndio. Hata ukiangalia mke wake sana, alikuwa na yeye kwa bibi kizee kabisa, ambacho kwa sasa tu mtu ukiangalia kwa kizazi chetu sasa hivi tu mtu tu akishavuka miaka 30 na kitu anakuwa ameshakata na tamaa. Anasema mimi kama ni ndoa sitapata, kama mimi ni kizazi yani anakuwa ameshakata. Unaweza kawashauri nini mtazamaji wetu na msikilizaji wetu katika hilo swala la imani? Amina. Ngao ya imani, yani kushika ngao ya imani. Ngao ya imani ni kile kitendo cha wewe kushikilia kile unachokiamini. Licha ya matukio yanayotokea kwenye maisha yako, ni mazuri au ni mabaya, lakini wewe unashikilia kile unachokiamini. Kama Ibrahim yeye alishikilia anachokiamini. Hata Daudi naye tunajifunza pale alipokuwa anapambana na Goliath. Watu wengi walimpinga, wakamwambia wewe ni kijana mdogo sana, huwezi kusimama kupambana naye. Lakini yeye alishikilia alichokuwa nacho kwa imani yake. Manake pale angesikiliza wale watu, hata ujasiri wa kupambana na Goliath asingekuwa nao. Kwa hiyo tunajifunza kwamba ngao ya imani ni kitu muhimu sana. Kwamba tunajifunza, inatufundisha kwamba tuwe na uwezo wa kushikilia kile tulichokuwa nacho. Ile imani ambayo tumeijenga ndani yetu iwe ya Yesu, na namna ambavyo anaweza kufanya kazi kwenye maisha yetu katika nyakati nzuri na katika nyakati mbaya ambazo binadamu wanaweza kuzichukulia zile nyakati kama labda Mungu ametuacha, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wake Ayubu. Mpaka kuna muda ilifika mke wake akawa anamwambia si mkufuru huyo Mungu wako, hadi marafiki zake wakawa wanamkejeli. Lakini yeye aliendelea kushikilia ngao yake ya imani ambayo ikamsaidia akaonekana kwamba yeye ni mwaminifu mbele za Mungu. Na kwa kweli ingawa mtumishi ametufundisha hizi silaha 7 katika ulimwengu wa roho. Kwa kweli hata kama angefundisha kuanzia mchana hadi usiku afundisha, kama hauna imani juu ya hili swala alilofundisha na kupigana na kutumia silaha, kama huamini, hata ungeombaje haiwezi kutokea. Ni kweli kabisa. Kwa cha kwanza ni lazima kwanza uwe na imani.
Amina sana mtumishi kabisa. Ni umeelezea vizuri na yesi kila mtu hapa anaelewa. Tulikuwa tunajaribu kupitia yale ambayo mtumishi wetu Apostle Wiseman George aliyokuwa anajaribu kutufundisha nikiwa na mtumishi mwenzangu hapa. Tulikuwa tunajaribu kupitia na kujikumbushia juu ya silaha 7 katika ulimwengu wa roho. Tunawashukuruni sana watazamaji wetu na wasikilizaji wetu. Karibuni tena katika kipindi kingine. Karibu sana waweze kuaga wasikilizaji wetu na watazamaji wetu. Amina. Natumaini kila mmoja amejifunza na kuelewa namna ya kutumia silaha 7 za Mungu ili maisha yake yaweze kusimama katika ushuhuda, uweza wa Mungu na ufunuo wa kimungu wenye utukufu na ushindi katika maisha yake. Mungu awabariki sana. Amina. Tunapenda sana. Amina.